Mimi ni Stephen Oyer Odongo. Ni mkaaji wa Nairobi kutoka Embakasi South constituency, Kware Ward. Mimi natoka Homa Bay County in Dhiwa constituency. Currently, my home is in Migori County in Rongo constituency. And mimi nimekaa pia Nairobi kwa muda mrefu. So mimi ni mtu wa Embakasi. Saa hii nikiwa na around 27 years now. Nafanya mjengo, ile kujenga, and pia tunafanya pia transport. Mimi natafuta kiti ya Kware, nilijaribu kuitafuta 2022, na bado niko kwa hiyo debe 2027 Mungu akitujalia. Nimekuwa active kwa siasa kutoka tu mimi nifike Nairobi, nimekuwa active, nimekuwa LDP, nimekuwa Rainbow Alliance, nimekuwa NARC, nimekuwa ODM. So nimekuwa kwa hizo formations zote. Kama mkaaji wa Embakasi South, unajua Embakasi South sisi tunakaa ghetto. Tulikuwa saa zingine naweza kuwa nimebadiliza, lakini foundation yangu ni hiyo ghetto ya Mkuru kwa Jenga. Mkuru kwa Jenga pamoja na Kware ni mahali moja. Ni ile kuwa tu 2013 ndio sasa, wakati ile katiba 2010 ndio ile gawa zikakuwa ni hizo wards 5. Lakini zamani tulikuwa tu na ward moja, ndena tukakuwa na ward 2. Ile moja ilikuwa Imara Daima and kwa Njenga. Kwa hivyo kama mtu yule amelelewa kwa ghetto, mimi naelewa sana shida ile watu wa ghetto wanapitia, na hasa vijana wale wamezaliwa kwa hiyo ghetto na wale wanakaa kwa hiyo mtaa. Hiyo ndio maana niliona nikiwa nimetafuta hii kiti, naweza pata nafasi ya kujaribu ondoa ile shida saa zingine tuko nayo. So hiyo ndio main ile ilinipeleka kwa leadership. Sana sana in Kware vijana wengi hawana kazi pale Kware. Vijana wengi wanahangaika, na hii imeleta jambo kubwa, hata ni shida inaonekana nchi mzima. Ukiangalia watu wengi hasa wanasiasa na wengine wameanza kusema vijana wetu pia ni goons, na ni wale watu saa zingine wanaleta kukosa amani mahali saa zingine siasa zimekuwa. Mimi naona kitu ya kwanza ni kuwa kukosa ajira. Hiyo ni jambo ya kwanza inaleta shida pale. And mimi nikafikiria nikiwa kwa uongozi na nitaweza kutafuta njia ile tunaweza pata hawa vijana kupata vile wanaweza pata kitu na kufanya kazi. Pia wamama wetu wako pale, unakuta ile njia ya kufanya biashara inakuwa ni ngumu, kwa sababu saa zingine kuna policies zile already ziko in place na zinaumiza hawa wamama wale wanafanya biashara katika mtaani pale, kwa sababu wajapata. Saa zingine mtu anaweza enda kuongea kwa niaba yao pale, hata hapo city, hapo kwa county assembly, kusema kuwa inafaa kama ni kutafuta njia ya kusaidia hawa mama, ndio wasikuwe na uzito sana wakijaribu kufanya hii biashara. Pia tukaangalia maneno ya soko na vitu zingine zile ziko pale. Unakuta wamama wanakuwa hapo kando ya barabara, wanaweka hizi vibanda, lakini bila kuangalia ile rights zao, wakati saa zingine serikali pia wanataka kufanya something, lakini unakuta hao mama wakiamka asubuhi, vibanda zote hakuna, zimeanguka chini. Hakuna mtu anaweza fikiria kuwaleta saa zingine kusema, unajua leo tunataka kuweka drainage ipite hapa, na tunataka kuweka whatever. Tukisamaliza tutakuja, watu watakuja tu bado wafanye biashara. Hakuna mtu anafanya hivi. So wakienda kulala, wakirudi asubuhi, wanapata vitu zao haziko. You see? Sasa hizi pia ni njia tunaona, tukiwa tumekuja kwa wale watu wanaelewa ile shida iko pale, tunaweza leta policy ile saa zingine inaweza kuja kuwasaidia.
Hiyo ni watu tu wengine wale wako pale, lakini tuko na shida mingi sana zile ziko pale mtaani. Na hiyo ndio maana mimi kwa upande yangu ninaona serikali ya Rais Ruto imekuwa ikijaribu kufanya jambo fulani, na hii jambo ndio watu wajasikilia kwa manani, ile maneno ya empowerment. Yeah, so mimi kwa upande yangu mimi nitasindikisha the national government and ile county government, sisi tujaribu, kwa sababu za zingine hatuwezi peana kazi ile inatoza ile population iko pale, lakini empowerment inaleta vitu mingi, because kwa hao vijana watakuwa wanapata nafasi ya kufanya biashara, wanapata kitu ya kufanya. Kwa ukiona president wakati ameleta pikipiki akapatia wale wa mama, wanaenda kwa saluni, wanapata zile vifaa za kuenda kufanya ile saluni. So ule msichana hataenda prostitution kwa sababu akona kazi fulani ile anaenda kufanya pale. Unaelewa? Sasa mimi kwa upande yangu naona hii serikali kuu na serikali ya county lazima waangalie maneno ya empowerment sana sana kwa vijana, kwa sababu vijana ni wengi na kazi hakuna. Kwa hivyo pia inahitajika civic education kwa watu wetu, kuwa wanafundishwa vile inafaa wakae, hata kama kuna hardship, kuna shida fulani kama hiyo ya kukosa ajira, lakini inafaa waambiwe kuwa tukiwa na shida kama hii, ile njia mbadala ile tunaweza pata kukuja kufanya maisha yetu ikuwe mzuri ni njia hii. Na hiyo wanaweza ambiwa na wale watu wako na maarifa na wanaweza fanya hivyo, ikiwa imekuwa initiated na serikali. Unaelewa? Kwa hivyo mimi kwa upande yangu bado nikiwa kiongozi pale Kware, bado nitaendelea tu kusema hii jambo Rais Ruto alikuwa ameanzisha, hii maneno ya empowerment isikue imestop mali pengine, iendelee. Sana sana hapa Nairobi tunahitaji empowerment.